amini Mungu aliye hai. Anasema nami nitatikisa mbingu, nitatikisa nchi kwa ajili yako. Anasema Bwana. Kitabu cha Hagai sura ile ya 2 na ule mstari tumeangalia ni wa 6 na wa 7. Nikasema Bwana kama anavyosema katika neno lako, inawezekana mahali umezuiliwa, umewekewa vikwazo ili kuzuia baraka zako, vikwazo vya kuzuia mema, vikwazo vya kuzuia vizuizi. Anasema atatikisa, Bwana atatikisa. Nami nimekwambia asubuhi ya leo, wakati tunaenda kazini mahali popote, endelea kumwamini Bwana, endelea kusimama upande wa Mungu, ili Mungu ashughulikie wale watu ambao wamefanyika kizuizi katika maisha yako, ili Mungu asimame kuwatikisa wale ambao wanazuia mema yako, wanazuia baraka zako, mbingu ambazo zimeweka viwingu kwa ajili ya kuzuia mema yako, kwa ajili ya kuzuia, ili Bwana atikise. Sikiliza asubuhi ya leo, baraka zako Bwana ameachilia kwa ajili yako. Inawezekana mbingu, inawezekana anga likawa limetengeneza namna ya wewe kuzuiliwa, lakini unapomwamini Mungu, Mungu anatikisa, anaachilia baraka zinamiminika kwako, anaachilia baraka zinashuka kwako, hasa unapomtegemea yeye. Ndio maana asubuhi ya leo, wakati unaingia mahali popote kazini, nasema Bwana akatikise mbingu kwa ajili ya maisha yako. Nasema Bwana akatikise anga kwa ajili ya biashara maisha yako. Kwenye biashara yako uko kazini, kisiwepo kitu cha kuzuia fedha yako, kisiwepo kitu cha kuzuia mema yako, kisiwepo kitu cha kuzuia watu sahihi kwenye maisha yako. Mbingu ikatikiswe na Mungu mwenyewe. Endelea wewe kusimama upande wa Mungu. Alfajiri ya leo, asubuhi ya leo, Bwana atatikisa. Bwana akatikise mema, akaachilie baraka, akatikise mbingu kwa ajili ya maisha yako. Unapoingia kazini leo, simama upande wa Mungu, ili Mungu asimame na wewe. Kitabu cha Hagai sura ya 2 mstari wa 6 na wa 7. Mbingu ikatikiswe kwa ajili yako, mbingu ikatikiswe kwa ajili yako. Yesu akatikise mbingu yako asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Sema amen.